Na bila shaka kibinafsi na sizungumzi kwa niaba ya mtu fulani. Nasema kwamba si vizuri wala vibaya. Na debate zifuatazo. Debate ya kwanza ni kwa mfano umezaliwa katika jamii ya wasichana, japo wewe ni mwanaume. Wasichana kama 10, wewe ni mmoja tu. Baba hayupo, kwa sababu siku hizi kuna wale ambao tunaita deadbeat father, wale ambao kazi ni kuzalisha lakini hawapo. Kwa hivyo umelelewa na hawa watu. Unaona kile wanachofanya kuanzia kwa mama mpaka kwa ile dada kwa mwisho, wote wasichana 10, mama akiweko 11 labda. Kwa hivyo haya mazingira ambayo umelelewa yanakuathiri kwa kiasi kikubwa kuwa na tabia za kike. Tuelewane hapo. Jambo la pili ni kwamba iwapo pia wewe ni mwanamume au mwanamke mmoja umezaliwa katika jamii na familia ya wanaume wengi, kwa sababu bila shaka mtoto huiga, kujifunza kwa kuiga, kutizama. Kwa hivyo kadri unavyoona wanaume wanafanya hivyo, hata wanapigana, wanafanya nini, kuna kiasi cha kisaikolojia ambacho utaathirika. Kwa hivyo unapata kwamba ndugu zangu wote wanavalia suruali, kwa hivyo wewe pia unavalia suruali, si jambo la. Alafu pia ni kwamba nadhani pia inatokana na masuala ya kisaikolojia. Kuna mtu ambaye ameona mama yake akifanya mambo kijikakamavu, yeye mama yake hajawahi vaa zile sketi, yeye amezoea kuvaa suruali. Kwa hivyo ni masuala ambayo huja kisaikolojia pia. Naam, bila shaka. Kwa hivyo kulingana na wewe ni masuala ya kisaikolojia na labda ya uigaji, kama ulivyosema kwamba mtu huenda akaona jinsi mambo mengine yanafanywa naye akaanza kuiga jinsi mambo haya yanafanywa. Naam, bila shaka nadhani swali ambalo tunastahili kujiuliza ni kwamba je, tutawasaidia watu vipi kujitambua? Kwa sababu pasipo na kusaidiwa kujitambua ni vigumu sana mtu huyo labda akose kujua jinsia yake kutokana na ile athari ya kisaikolojia aliyopata. Asante. Tutarejelea hapo kidogo. Bibeki, ni nini ambacho unaweza kuwaambia wale ambao unajua nimewahi kutangamana na wanaume ambao ambao wanasema kwamba mimi ni mwanaume lakini ndani najihisi kwamba ni mwanamke. Mimi ni mwanaume kimaumbile lakini ndani najihisi mimi ni mwanamke. Kwa hivyo unaweza kusema nini kuhusu kauli kama hiyo? Mimi mwanzo nasema hivi. Sasa kama kwa mfano mtu ni mwanaume, si kwamba atashinda kwa nini nzima, sio? Kuna wengi ambao wanatembea nje. Na si kwamba wakati anaenda kutembea nje anaenda kutabusana na wanawake au wanaume. Anaenda kwenye michezo. Siku hizi kuna michezo imeibuka mingi. Na nadhani kupitia pale anajifunza mengi. Kwa mfano ile ya kusema kwamba eti ndani anajihisi ni mwanamke. Wakati yuko pale anatabusana na wale wenzake, nadhani akili yake inapanuka. Anajua mimi ni mwanaume, hao ni wanaume wenzangu, hivi ndivyo wanavyofanya. Basi hata mimi sina budi nitafanya nao hivi. Na unapata kwamba wanaume wengi masuala ambao wanafanya ni yale ambayo ni ya wanaume. Wanawake wengi wanafanya masuala yale ya wanawake. Si kwamba eti wakiwa pale, si wengi wameketi pale nje kujadili tu mambo ya shoda, mambo ya nini. Kuna wengi wanapangilia miradi. Na iwapo wanaume yuko pale, ametabusana na wale ambao wanapangia miradi. Si ule uke ambao uko ndani yake sitaondoka, si ataangalia miradi kidogo. Kwa hivyo kidogo ni mkatize kidogo au labda mpinge. Ni kwamba ujue ulimwengu tayari ushajua una tabia za kike. Kwa hivyo kwanza ile tu kupata ule ujasiri wa kwenda kutabusana nao inakuta kugharimu muda, kwa sababu tayari wana ile dhana kwamba huyu mambo yake anafanya kike. Kwa hivyo hata kutabusana nao kwenye vikao ni jambo ambalo linahitaji ujasiri, kwa sababu jambo la kwanza watakwambia hatukuhitaji hapa. Kina dada ndio wale andamana nao. Kwa hivyo tayari washakuwa kisaikolojia. Hebu nimrejelee Beki kidogo. Kwa hivyo jambo la mwanaume ama mwanamke kusema kwamba mimi najihisi kwamba ndani mimi ni mwanamke, na mwanamke kusema kwamba mimi najihisi kwamba mimi ni mwanaume. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la kihalisia ama ni jambo ambalo linatokea kweli ama ni porojo tu ya mtu ambaye hataki kujinasibisha na mwanaume? Mambo haya mimi siungi kwamba ni kisaikolojia. Kwangu mimi naona ni mitandao. Huenda unabii ndio, lakini yale mambo ambayo anatazama kwenye mitandao ndio anafanya abuni mambo hayo kwenye
kwamba yeye anajihisi ndani ni mwanamke, na mwanamke vile vile kusema kwamba mimi japo maumbe ni ya mwanamke, najihisi kwamba mimi ni mwanamume. Unajua kwamba kwa kimombo kuna wale ambao mabinti ambao wanajiita kama hii tomboys, na kuna wale wanawake ama wanaume ambao pia wangependa ama wanajitambulisha kama ama wangependa kutambulishwa kama she. Kwa hivyo ni kweli kwa maoni yako kwamba wapo watu ambao wanajihisi kwamba ni wanaume kimndani lakini nje ni mwanamke? Naam, wapo wengi. Lakini ningalipewa kalamu ningejaza makaratasi kadhaa vitabu. Naam. Kwa mfano sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuna rafiki yangu mmoja ambaye anaitwa fulani wa TikTok, sitaki nitaje jina. Huyu jamaa ni mwanamume, lakini anavyovalia, juzi nimemtazama akimtongoza mwanamume, japo ni mwanamume, lakini ana sauti ya uke ndani mwake. Akizungumza utafikiri ni huyu binti. Ana uwezo wa kushawishi mpaka akutongoze, ashakumsi matusi, akutongoze na hata ikiwezekana kutumia hela. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yako. Na kwanza nilisema kwamba ni athari za kisaikolojia, mazingira. Alafu jambo lingine ni kwamba wakati mwingine kuja na athari za magonjwa. Kwa mfano na rafiki yangu ambaye ana sauti ya kike kabisa japo ni mwanamume. Na hii kutokana na kwamba kuna magonjwa ambayo yanamvamia. Kwa hivyo akajipata katika hali hiyo. Na kwa hivyo unapojipata kwamba kweli una sauti ya kike japo wewe ni mwanaume, jambo hili linakutoa motisha sana ya kujinasibisha na wanaume. Lakini si sauti pekee ambayo inafaa kumtambulisha mtu kama mwanaume. Bila shaka ile sauti kwanza itakupatia ule uwezo wa kwanza kujinasibisha na wanawake, kwa sababu sauti ile mtu akizungumza unajua yule fulani yule binti. Yule binti. Maoni yako mazuri. Ndio sikatai, huenda ana sauti ile ya kike. Lakini akiwa na msimamo wake, hatafanya yale mambo ambayo ya kike. Ndio ni sauti anayo, lakini kwa msimamo wake mwenyewe atasimama kama mwenye familia, kama mwenye nyumba yake, ama kama mwenye tuseme mambo yake ataifanya kimsimamo mwenyewe. Naam, bila shaka. Lakini unajua kwamba mtu huyu haishi pekee katika ulimwengu wake, anaishi katika jamii. Kama nilivyosema awali kwamba jamii ipo mstari mbele kusuta watu. Binti wenzako pale nenda kwa kiti kule. Kwa sababu wewe una soprano nenda. Kwa mfano tuseme naibu rais wa nchi yetu. Kwa mfano leo hii anapozungumza, unasikia jinsi ambavyo watu wanamtupia kiti na matusi. Hii kutokana na sauti yake. Lakini hata anasikiza. Kwa hivyo ni wachache wanamsikiza. Nadhani kwamba ni vizuri sasa tuendelee kwenye sehemu ya mwisho. Tumekubaliana kwamba wapo ambao wanajihisi hivyo, kwa anajihisi kwamba ni mwanamke japo si mwanamke, na kwa upande wa dadangu hapa Becky amesema kwamba ni jambo ambalo halifai kuwa. Je, sasa mwadhani ni kwa jinsi gani tunaweza kusaidiana ama tunaweza kuwasaidia wale ambao, ama kwanza tuanze kwamba je, ni kweli wanafaa kusaidiwa? Umesema kuna matatizo ya kisaikolojia, wengine ni athari tu ambayo wamepata kwenye ulimwengu wao. Kwa hivyo ni vizuri kwa upande wako na swali hili naomba nielekeze kwako, manake wewe umesema kwamba kuna matatizo kama ni vizuri kwa watu kama hawa kupata msaada, labda kuweza kujitambua ama vipi? Kisha baada ya hapo tutajibu swali jinsi gani ambavyo watu kama hawa wataweza kusaidiwa. Naam, bila shaka siku zote anahitaji kupewa msaada. Na kama tulivyosema kwamba iwapo watu hawa wawili watakutana, watu wenye sauti sawa, tabia sawa, japo na wanaume au wanawake, bila shaka watashirikishika kuishi pamoja. Kwa hivyo kuleta dhana ya ushoga ikiwa ni jinsia ya kiume, iwapo ni jinsia ya kike kutakuwa na usagaji, kwa sababu watu hawa wana matatizo yaliyo sawa na watu ambao wanaweza elewana. Kwa hivyo watu hawa wanastahili wapewe msaada mapema, na njia ya kwanza ya kupeana msaada huu ni kuwepo na hamasisho kuhusu swala hili. Kwa sababu
pasipo na msaada kuna maangamizi. Kwa mfano Sodoma na Gomora haikuangamia kwa sababu msaada ulikuwepo, lakini haukupeana mapema, na iwapo ulipeana, basi ulipeana kwa watu ambao hawana uelewa, wajua wanapewa nini. Ili tuepuke kuangamizwa, lazima tupate msaada. Kwa hivyo ili Sodoma na Gomora ya Kenya au Sodoma na Gomora ya leo hii isiangamizwe, ishawishiwe, kuwepo na kushauriwa kwa mara kwa mara, kuwepo na vikao vinavyozungumzia masuala haya na athari yake. Pili ni kwamba tujaribu kuondoa masuala haya au kuwepo na masomo ya kisaikolojia ambayo yanasaidia sana kuwajenga watu kwa misingi ya mimi ni fulani, mimi ni mwanamume, mimi ni mwanamke. Kwa hivyo mtu huyu akijua kisaikolojia kwamba japo nilikuwa na hizi hivi, lakini kulingana na alivyosema profesa fulani, naona kweli nilikuwa nimepotoka, kwa hivyo nitarudi kwenye njia yangu sawa sawa. Alafu jambo la tatu ni kwamba sisi kama wanadamu tujifunze kukubali jinsi ambavyo maumbile yalipo, sababu yule fulani ana sauti ya kike japo ni mwanaume, haimaanishi kwamba ni msute, ni mtusi, nimfikishe kwenye ukuta, jambo ambalo sijui lina athari fulani katika maisha yake. Kwa hivyo katika ulimwengu huu tujifunze kuishi pamoja, japo bila kuzingatia udhaifu wetu na changamoto ambazo tunapitia. Bila shaka hakuna anayechagua maumbile yake anavyoumbwa. Naam, bila shaka. Asante. Ni upande wako. Mwanzo mimi nitasema wazazi wana uwezo wa kuandaa wale ambao bado ni wachanga. Ndio kuna wale bado wanasikiza wazazi wao. Sasa iwapo wewe ni mzazi na bado mtoto wako anakusikiza, ni vyema kuchukua wakati kumshauri, kumweleza jinsi mambo yanavyoenda na jinsi hastahili kujihusisha na mambo mengine ambayo yanaweza leta utata katika jamii. Maanake tangu jadi tumekuwa tuna wanawake na jinsia mbili hizo ambazo zimetangulia, lakini tunavyoelekea kuwa ndo unapata kwamba kuna jinsia nyingi. Sasa hivyo ni nawarejeshea wazazi mpira kwamba wale watoto wao angalau wafahamu kwamba ndio kuna hizi jinsia, lakini anafaa kuwa kwenye mstari pia. Na pia walimu kule madarasani pia wanaweza kusaidia pakubwa, maanake mara nyingi kama wanakaa na watoto wetu, si wale wa misingi wala wale wengine. Pia humu chuoni pia kuna waadhiri, angalau wazungumzie mambo haya, na nadhani italeta mabadiliko. Asante. Naomba kumaliza kwa swali la mwisho. Bwana Kizito, iwapo leo niseme kwamba iwapo utamuoa mke, sijui kama una mke, lakini iwapo utafanikiwa ama utabarikiwa kuwa na mtoto ambaye ana sehemu mbili za maumbile, niseme kwamba ni mwanamume na ni mwanamke, je, utafanya nini? Na ni kwa wakati gani ama utapendelea jinsia gani? Na mnajua hili swala la jinsia kwanza sio kwamba ni mimi ninaamua. Anayeamua ni Muumbaji. Kwa maana hii napata mzazi amejifungua mtoto wa kwanza akapata na wa kike, lakini yeye alikuwa na nia apate mtoto wa kiume. Sema bila shaka wa pili atakuwa wa kiume. Anapojaribu wa pili wa kike, wa tatu wa kiume, wa 9 wa kike, wa 12 kike, wa 13 kiume. Na huu uchumi tunakwenda wapi? Kwa hivyo masuala ya jinsia tuyawachie Mwenyezi Mungu. Asante. Na iwapo nitapata kwamba ana jinsia mbili, haina maana kwamba sitamwita mtoto. Mtoto ni mtoto, ikiwa na upungufu wake, ikiwa na udhaifu wake, itabidi tukubali hivyo kwa sababu ni binadamu. Asante. Sababu hatutakusuta kwa sababu sasa wewe tuanze kuuliza katika jamii yetu niona nani na sehemu mbili hivi. Hawezi kuuliza hivyo. Lakini tutajaribu kumweka katika maelekezo au katika vile vipindi vya watu ambao wanahisi kwamba hawako sawa. Vipindi ambavyo labda ni madarasa ya saikolojia ili akaweze kujitambua zaidi, kujua kama na ninaweza kuhisi hivi. Kwa hivyo unajua hiyo ni
misingi ya mtu kujihisi kwamba ni msingi wa mtu kutengwa. Na maanake atajihisi kwamba mimi si binadamu wa kawaida. Ikiwa nina sehemu mbili, basi za sivyo mimi si binadamu wa kawaida. Kwa hivyo, je, hiyo ama nitaje kwa Kiingereza ni transgender. Ama okay, nataka kusema kuhusu trauma, hiyo hali ya mtu kujihisi kwamba hafai mahali. Naam. Kwa hivyo wadhani kwamba kwa kidogo